ajili ya shughuli ambayo ni kutoa mafunzo kuhusiana na mambo mbalimbali ya ardhi, kutatua migogoro au matatizo yaliyopo, na hasa kuwapa huduma, kuleta huduma kabisa karibu na wananchi, hapa Njombe, hapa Makambako, hapa kwenye mtaa wetu. Leo pamoja na mambo mengine zitatolewa hati za umiliki wa ardhi ambazo mmekuwa mkisubiri kwa hamu sana, kwa sababu mmeshiriki hatua kwa hatua katika shughuli ya kupanga, kupima, na sasa umilikishaji umeanza. Hatua ya mwisho kabisa ni kupewa hati yako. Hati ni waraka unapewa mwananchi ambao unathibitisha kwa uhakika, pasina shaka, kwamba kuna kipande fulani mahali cha ardhi ambacho kipande hicho kinajulikana kwa vipimo vya uhakika, na kipande hiki kinajulikana ukubwa wake, na pia kinajulikana mmiliki wake ni nani, na mmiliki huyu anatambuliwa, anapewa na masharti ya kutumia. Atumie kama ni kwa biashara au kwa makazi, na anapotumia hivyo, taratibu zote alizoambiwa zinakuwa kwenye hati hiyo, na kumbukumbu inakuwa imebaki kwenye ofisi za serikali kila mahali. Hati ni waraka muhimu kwa mtu anayekuwa nayo, ni uthibitisho wa uhakika wa moja kwa moja wa umiliki wa ardhi ya mtu husika. Kwa sababu hiyo, hati hutumika kwa ajili ya shughuli nyingi kama dhamana. Hizo zinakuwa ni faida za nyongeza zinazotokana na usalama wa miliki ile. Hati hutumika kuweka rehani, kupata kopo. Hati huweza kutumika kudhamini mtu, labda amekuwa na shauri liko mahakamani, na kadhalika na kadhalika. Ninawapongeza sana leo ambao tutapata hati zetu za ardhi tunazomiliki. Ninawahimiza mtakapopata hati hizi mzitunze vizuri. Mojawapo ya mambo yanayokuwa yamefanyika makubwa ni kupangwa vizuri maeneo yenu. Maeneo yakipangwa yanaongezeka thamani, lakini pia panahitajika nidhamu katika kufanya mji uendelee kuwa mzuri kama ulivyopangwa. Usigawanye kipande ukasema kiwanja changu ni kikubwa, ninakata kipande nampa mtu mwingine, utakuwa umeharibu. Kugawanya kiwanja kunahitaji wataalamu waone kama kiwanja kitatosha hayo unayotamani, lakini pia kama hakitavuruga mpangilio mzuri wa mji ambao tumeutengeneza. Kumbe pamoja na wajibu wa kutunza hati, pia tuna wajibu wa kutunza vipande vile vya ardhi. Kama nyumba imejengwa, iache vile ilivyokuwa, usiongeze vipande bila vibali. Basi usikate kipande bila kupata vibali maalum, ili mji wetu uwe vizuri tunavyopenda leo, kesho, na hata wajukuu wetu waje kutumia ukiwa mji mzuri. Nyingine, kama tunavyofahamu, umiliki wa ardhi unaendana na masharti yake, ambayo sharti mojawapo ni kulipia kodi ya ardhi kila mwaka. Kwa hiyo tutafanya makadirio ya ulipaji wa kodi ya ardhi kwa wale ambao watakuwepo na wale ambao hawajalipa, na kwa hiyo tutatoa makadirio yake hapa na malipo yatafanywa. Na shughuli nyingine zozote zitakazojitokeza kuhusiana na masuala kiujumla ya ardhi, tuko tayari. Taifa ya huduma kwa mteja na sekta ya ardhi tunafanya kliniki ya ardhi katika mtaa wa Changamoto. Kliniki hii tumejikita kutoa huduma zote za ardhi. Huduma zote za upangaji. Tunagawa hati zilizokamilika, lakini kama kuna wananchi wanahitaji kuandaliwa hati, wanaandaliwa hati hapa na watapata hati zao hapa. Lengo ni kusogeza huduma kwa wananchi, lakini pia ni kujua changamoto ambazo tunapata. Kupitia kliniki hii tutatoa masuala yote ya ardhi. Kuna hati 143 ambazo tumetoa hapa, lakini tunaomba wapya katika mtaa
ambao wako zaidi ya 60 tulikuwa tunaandaa hati zao pia hapa, na tutazikamilisha na tutazitoa hati hizo. Kwa mtaa wa Ilangamoto tutakuwa siku 5 kuanzia mpaka Ijumaa, na baada ya hapo tutatangaza tena mtaa gani tunaenda. Kwa tunaenda mtaa kwa mtaa. Lengo ni kumaliza kero zote za ardhi, tuwafikie wananchi wote. Kwa hiyo nyingine pia kwa wananchi na faida nyingi sana. Tunajua kama tunavyofahamu, ardhi ukishaipanga, ukishaipima na ukishakuwa na hati inatusaidia mambo mengi. Moja, tunapunguza au tunamaliza migogoro ya ardhi. Lakini pia kwa kutoa hati tunahakikisha usalama wa ile miliki. Yaani mtu anapokuwa na hati ana uwezo wa kusema sasa mimi kiasi changu miliki na nyaraka yake ni. Pia tunafahamu hizi hati tunaenda kupokea zinatumika kama dhamana kwenye mikopo, lakini kwenye mahakamani kwenye kesi mbalimbali tunatumia kama mikopo, kama dhamana. Na pia nasogeza hii huduma ili mwisho wa siku kila eneo lipangwe na kupimwa. Tupate maeneo ya barabara, ya huduma za jamii, tupate maeneo mbalimbali kama maeneo ya wazi, maeneo ya kuabudia. Hii yote mazoezi yanasaidia kupata hizo huduma. Kwa Ilangamoto tumeipanga mtaa mzima wa Ilangamoto. Michoro mipango mingi tumeandaa michoro takriban 16, lakini viwanja takriban 1800 vimepimwa katika mtaa huu. Kwa hiyo tutaona ni kwa kiasi kikubwa sana tunaenda kupangwa na kupima. Kwa mwisho wa siku, kwa kupanga kupitia upangaji ambao tumefanya na kupima, tunaenda kusaidia mji huu uweze kujengwa kwa kufuata michoro ambayo imeandaliwa. Tunawasihi sana wananchi waendelee kujitokeza kwa wingi. Huduma hii imewafuata wao katika maeneo yao, hivyo waje kwa wingi. Yeyote mwenye changamoto yoyote inayohusiana na ardhi, tuko hapa kuwahudumia na tutahakikisha huduma hii inamfikia, na kama kuna changamoto yote tutaimaliza. Hapana gharama zozote. Gharama zote zimebebwa na wizara kwa ajili ya mazoezi. Kwa mwananchi yeye kikubwa ni kufika tu katika ile eneo. Ili linaleta uhakika wa familia yangu, hata mimi mwenyewe nikiwa hai linanipa uhakika wa umiliki wa ardhi yangu nilionayo. Ninawasihi sana wajitahidi sana kulazimisha ardhi zao, na pengine kama si ya kulazimisha ni kupima, na wahimiza kupima ili awe na uhakika wa umiliki wa ardhi yake. Maana anapoimiliki kwa uhakika, anakuwa na uhakika wa maisha yake, kwamba yeye hawezi kuishi kama mkimbizi, na wakati wowote akaondolewa. Ikiwa na hati na anatambulika na serikali, inamletea uhuru wa kuishi. Kwangu mimi ina faida kubwa sana. Kwanza nitatambulika kama serikali, lakini na nyumba yangu itatambulika pia, na pia kwangu ina faida. Naweza nikapata mkopo kupitia hati, naweza nikapata dhamana yoyote kupitia hati. Inakiani mnasimamiwa sana vipi? Kwangu mimi ina faida kwa sababu tayari nimepata hati, hata familia yangu sasa inakuwa ina halali. Kwanza kupima ardhi zao wanazokaa, sababu wakishapima ardhi yao atakuwa yuko halali. Ardhi ambayo hajapimwa hayuko halali. Kwa hiyo niwaombe wajitokeze kwa wingi, na ambaye hajachukua hati kwa muda ambao serikali imetuwekea. Sana tena sio kidogo, kwa sababu ukuta mtu amejenga nyumba ambayo haina barabara, kupitisha tu hata umeme, maji inakuwa ni shida. Kwa hiyo ni kero sana, wakati fulani tayari unakuwa kuna ugomvi wa mtu na mtu. Kwa hiyo ni adha kubwa sana.